Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji wa Akhlaq TV, bila shaka ni mzima na ni mbuheri wa afya. Karibu sana katika channel yako pendwa hii ya Akhlaq TV. Naam, leo nataka nizungumze na wazazi, hususan wale ambao wanajiandaa kupeleka watoto wao katika elimu ya sekondari, bimaana pale mwakani wakaanze kidato cha kwanza, lakini pia wale ambao tayari wamepeleka watoto wao ndo kwanza wako katika elimu hiyo ama lebo hiyo ya elimu ya sekondari kwa kidato cha kwanza kwa mwaka huu. Kumekuwa na shida moja ambayo nimekumbana nayo katika mwezi huu tangu tumeianza Januari mpaka sasa. Nimekuta malalamiko ya baadhi ya wazazi wengi, asilimia kubwa wakilalamika kwamba kusumbuliwa na walimu ambako wamewapeleka watoto wao kule wakasome. Na mimi nataka niwakumbushe tu kitu kimoja muhimu sana wazazi. Karne yetu hii ni karne ambayo ina mambo mengi sana. Wanasema nguvu kidogo, akili nyingi mno. Kwa hiyo watu wanatumia power kubwa ya akili ama energy kubwa ya akili kwa ajili ya kuweza kutengeneza maisha yao, na wametukuta sisi wazazi wa Kitanzania tumekuwa si watu ambao wenye kudadisi, ni watu ambao tunapenda kutazama front ya jambo halafu back yake hatutaki kufahamu ni nini. So leo nataka niwakumbushe kitu kimoja. Najua kila mmoja anatamani mwanawe akasome katika elimu ambayo haina magumashi, akasome elimu nzuri, akasome elimu ambayo itamridhisha, naye atajisikia fahari mwanawe akiwa anasoma bweni, atajisikia fahari mwanawe akiwa anasoma shule ya private. Sasa iko hivi, wazazi wengi wamekuwa wakiingizwa kwenye huu mkenge, na kweli wanaingia katika mkenge huu, baadaye wanajikuta katika majuto makubwa kweli kweli. Shule hizi za private huwa zina desturi moja, baadhi lakini huwa na desturi moja. Wanachokifanya ni kwamba huwa wana desturi ya kufuatilia matokeo ya mwanao pale ambapo mitihani yake ya la 7 ima la 6 anapokuwa amemaliza. Akishamaliza, akifuatilia yale matokeo yatakapotoka ya national, kwamba shule fulani, labda shule ya msingi Visiga, shule ya msingi sijui wapi na wapi, shule ya msingi Kilamba, shule ya msingi wapi na wapi, wamefaulisha watoto kadhaa, wamefaulisha watoto kadhaa. Sawa? Wanachukua ile list ya wale watoto, wanafuatilia katika wale watoto, watatafuta mawasiliano ya wazazi wa wale watoto, ima kwa kubuni ama kwa kwenda shule husika. Bwana mwalimu, mimi nimekuja hapa, nataka either wanaweza wakazungumza na walimu wa shule husika, mfano shule za msingi hizi, bwana naomba hebu nipe mawasiliano ya wazazi wa watoto ambao wamefaulu. Mwalimu anatoa bwana hawa hapa, kwa sababu ni makubaliano yao wenyewe, wanaweza kuzungumza hivi na vile. Baada ya pale, wale walimu wa shule zile private, baada ya kuchukua wale mawasiliano, wanakupigia wewe mzazi ambaye mwanao ndo amemaliza la 7 ama mwanao amemaliza la 6. Yuko nyumbani anasubiri matokeo, na inawezekana serikali tayari wameshampangia shule ya government akasome, shule ya sekondari kadhaa, shule ya sekondari kadhaa, shule ya kata akasome, ambapo huko amerahisishiwa vitu vingi sana. Kwanza ameondoshewa ada, elimu bila ada, ingawa kuna vitu vingine vikorokoro kidogo vipo, lakini si sawa na ada, kwa maana kwamba mwanao atakapokuwa amelipa ada na vitu vingine anasoma free mpaka anapomaliza elimu yake hiyo ya kidato cha 4. Sasa huku private hakuna iko kitu, kila mwezi utatakiwa kulipa ada ya mwanao, na wao wanachokifanya wanakupigia, kisha kupigia wanakuambia bwana, hongera mzazi fulani fulani, mwanao amechaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari kwa mwaka unaofuata, ila sisi shule fulani tumeona mwanao na matokeo mazuri, maendeleo yake ni mazuri, tumeonelea, tunakushauri karibu katika shule yetu, na sisi tumempa nafasi ya upendeleo mwanao kutokana na ufaulu wake aje kusoma kwetu. Mzazi ukishasikia vile unaingia mkenge bila kujua, unaona kwamba okay, yes, mwanangu ameteuliwa naye akasome shule hiyo, okay fresh, ngoja nimpeleke. Unaanza sasa kufuatilia mwanao. Kumbuka alishapangiwa katika shule ya government akasome, ambapo huko angesoma kwa uhuru tu, yani hata kama alikuwa anaweza kwenda kuanza bila hata uniform zilizokamilika, anaweza kwenda kusoma. Lakini wewe mzazi, huo ukishaingia katika huo mkenge, basi wanachokifanya wanakushawishi, watakwambia ada labda kwa mwaka 800,000, 700,000, wanakutengeneza mazingira.
Wakishakwambia vile, utawaambia bwana, mimi sasa hali yangu ni mbaya kiuchumi, haiko vizuri, nafanyaje. Baada ya hapo, wakishakwambia vile, watakushawishi mpaka watakwambia bwana, basi wewe utakuwa unalipia shilingi 100,000 kila mwezi. Wewe kwa kujipiga piga utasema okay, wacha nikaingie mikopo, wacha nikafanya hivi, niende kwenye mataasisi ya mikopo, niende kwa watu nikaombe, nikafanya hivi, nipate pesa kwa ajili ya mwanangu. Ukishalipia ile ada ya mwisho wa mwezi ya mtoto, sasa pale ndo shughuli inaanza. Akishafika tu shule, utakuwa unapigiwa simu kila siku, mara namba hiki akijakamilika fanya hivi, kumbuka mwanao ameanza shule bila chochote, kumbuka mwanao ameanza shule hana lolote, kwa jitahidi fanikisha, pata hiki. Unajikuta unaingia katika mzigo mzito, na unajikuta unaanza kwenda kukopa madeni makubwa kumsomesha mwanao, kitu ambacho tayari serikali ilishakurahisishia mwanao asiwe katika adha ambayo angeweza kurudishwa nyumbani. Inafikia mahala mtoto anarudishwa nyumbani kwa sababu ada hujalipa. Sasa mimi ni washauri tu wazazi, unapokutana na hali kama hii, hebu pima uwezo wako kwanza. Je, plani zako zilikuwa ni kumsomesha katika shule hizo za private? Lakini je, fuatilia shule yenyewe ikoje? Kwa nini wanakuhamasisha au mpeleke mwanao? Wasikuhamasishe kwa vile vitendo, yani kwa matokeo. Kwa nini wakuhamasishe kwa maneno? Kumbuka kwamba watu wengi ama wamiliki wengi wakubwa wa shule huwa wanafanya kwa lengo la kupata tu maslahi yao, sio kwa sababu ya mwanao aweze kufaulu na kwenda mbele, ila kwa sababu si tunapenda ufahari, kuona mwenetu anasoma shule fulani, basi inakuwa ni fahari. Mwanangu anasoma boarding, ni fahari. Mwanangu anasoma wapi mkoani, ni fahari. Fuatilia mwanao shule ambayo unataka kumpeleka, lakini pia usije ukaingia sehemu bila kupima uwezo wako na uwezo wa kulimudu hilo. Otherwise unaweza ukajikuta unauza vitu vyako vyote, unakuja kuingia madeni makubwa, na matokeo yake mtoto anashindwa kumaliza elimu yake vizuri, mtoto anashindwa kusoma vizuri, kwa sababu ya wewe mzazi kipato chako sicho, uliingia kwa sababu ya kulazimishwa. Ukiona vipi, bakisha hapo alipopangiwa na serikali, akasome elimu bila ada. Mimi ya kwangu ni hayo ambayo nimekumbusha, na wewe pia afanyie kazi. Ukiona na muhimu, nenda nayo. Ukiona haya na muhimu, basi wale wenye muhimu nayo watafanyia kazi. Billahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maasalam.